Bwana, vijana siku hizi tumeingia kwenye wimbi kubwa la dharau, kiasi kwamba tuna kauli tunapenda sana kuitumia kwamba wahenga hawaamini macho yao, kwamba wanachokiona wahenga ni tofauti na maneno yao walivyozungumza. Sasa nikupe stori moja ya kijana ambayo ni mpambanaji na mtafutaji, lakini kwa kutumia msemo mmoja mkubwa wa wahenga ambao unasema usidharau mbachao kwa msala upitao, ama usiteme bigijii kwa kalanga ya kuonjeshwa. Ubaya wa kijana huyu, alitema bigijii kwa kalanga alionjeshwa, na hazikuwa nyingi, ni punje 3 tu za karanga. Sasa twende moja kwa moja kwenye stori yetu ya kijana ambayo ametema bigijii kwa kalanga alionjeshwa. Kijana moja kwa moja miongoni mwa masiku akatoka zao kijijini na kuja Dar es Salaam kusaka walau ngawila iweze kutunza familia yake, lakini alivyofika Dar es Salaam changamoto zilikuwa kubwa. Ilifika hadi kukosa pa kuegemeza ubavu wake, lakini haikutosha kijana kukata tamaa, kwamba alisadikika kuyapokea maneno ya wahenga yaliyozungumza kuwa mvumilivu ula mbivu, pia mchumia juani ulia kivulini. Kwa hiyo kijana akapiga moyo konde na kuendelea kupambana na dharau na changamoto za Dar es Salaam, akilala pembezoni mwa barabara na fremu za maduka yaliyofungwa katika muda wa usiku. Lakini wahenga wakagongelea nyundo na misumari kwa kusema Mungu sio hasumani. Walikuwa na maana thabiti kabisa kwamba Mungu sio hasumani. Kijana miongoni mwa masiku, wema wake umlimlipa, huruma na ukarimu ulimfanya hapate mafanikio, kwa kuanza kupata msaada kutoka kwa mama mmoja ambao anamiliki duka kubwa la uuzaji wa vifaa vya kina mama ama night dressing. Kijana alipendwa sana na huyo mwanamama, lakini Mungu kweli sio asumani. Mwanamama alikuwa hana mtoto hata mmoja. Akamchukua kijana yule kwa kumsaidia kazi zake za dukani, lakini haikutosha. Kutokana na wema wake akamchukua na kumsaidia kazi zake za nyumbani. Baada ya kuona ni kijana mzuri zaidi, akamsimika kuwa mtoto wake na kumpa malezi kama mtoto wake kumzaa. Kijana akawa amebahatika kuokota dodo katika mpapai, lakini kutokana na rangi yake kufanana na papai kugundua kuwa lile ni dodo. Baada ya kulikata na kulimega ndani kukuta koko, akajua kumbe hili si papai. Basi kijana alikuwa mwenye kufurahi mno na kuanza kusaidia marafiki na ndugu walioacha kijijini mara kwa mara, hadi wakashangaa pesa unazitolea wapi? Lakini kijana akagongelea pale pale kwa wahenga, akasema Mungu hamtupi mja wake. Maneno yaliyozungumzwa takribani miongo 6 iliyopita nyuma yamesadikika kwa kijana huyu wa leo. Lakini kijana aliendelea kuishi vizuri na mama wake wa kambo ama mama wa hiari, na akafanya makubwa sana kwenye biashara zake, kiasi kwamba kumpa zawadi kadha wa kadha, ikiwemo nyumba na gari. Lakini kijana aliacha mbachao kwa msala upitao, akapata bebe miongoni mwa masiku katika biashara zao na kumlaghai, kumtoa Tanzania kumpeleka nchini South Africa
kwenda kurabata na kuacha biashara zikiteketea kwa muda mrefu. Mama anarudi anakuta biashara zimeyumba sana. Anamuuliza, mwanangu, vipi, mbona biashara zinaferi? Akasema, mama, biashara mbona zinaenda vizuri? Wewe upo wapi? Nahitaji nionane na wewe. Mama, mimi nipo Dar es Salaam. Lakini hayupo ndani ya mji wa Dar es Salaam, bila ya kusahau kwamba majuto ni mjukuu, kama walivyosema wahenga. Baada ya hapo, mama akaamua kufanya mchakato wa kurudisha mali kwenye majina yake ambazo ampatia kijana. Muda huo kijana yuko na bebe ya Kibamtu ndani ya jiji la Soweto, South Africa, kwa Madiba. Kijana akarabata, lakini miongoni mwa masiku akienda ATM kutoa pesa katika akaunti yake, akaunti inamwambia unknown, maana hakuna kitu, akaunti imezuiliwa, hauwezi kuingiza wala kutoa pesa. Kijana tabidi harudi kwa simu kumuuliza, mama, mbona akaunti zangu hazina kitu, vipi? Akasema, unaweza ukaja nyumbani tukazungumza. Wahenga walisema kijana chari. Kijana alibaki hoi kwa kukosa majibu ya kumwambia mama yake, maana alishamdanganya yupo katika jiji la Dar es Salaam. So akamrudia bebe wake na kumwambia, bebi, akaunti hasina hata uchache wa pesa, nisaidie ili tuweze kurudi Dar es Salaam. Akamwambia, mimi mwenyewe sina chochote, nimekuja huku kwa kukutegemea yeye, kwa hiyo fanya unavyoweza tuweze kurudi Dar es Salaam. Lakini kijana akasema, mimi sina namna yoyote ya kufanya. Lakini ikasikika sauti ya mwanadada akisema, wewe mzazi wako si tajiri? Kijana alicheka kwa uchungu na kuona kashaingizwa kwenye miba na hana viatu, maana yake itabaki na mchoma. Lakini katika kuhangaika kupiga simu, akapiga simu kwa rafiki yake, akakubali kumsaidia uchache wa nauli ya kumtoa South Africa kurudi Dar es Salaam. Baada ya kufika Dar es Salaam, akakuta biashara na usimamizi wa kampuni zote umesitishwa kutoka kwenye mikono yake na kupewa mtu mwingine. Hapa ndio alijua thamani ya msaada na umuhimu wa kuzingatia ulicho nacho. Ikasadikika akisikia, nimechumia juani sana, nilivyotarajia kulia kivulini ikaja mvua, mara ghafla nikala mvuani. Akawashia kuchumia juani na kulia kwenye mvua, hajapata hata walau muda wa kulia kwenye kivuli hata kwa chache. Ndipo akaamini maneno ya wahenga yasemayo, usiteme bigiji kwa kalanga la kuonjeshwa. Vijana Gen Z, watoto wa 2000 kama wanavyojulikana, wakagongelea nyundo kwa kuzungumza kwamba wahenga chali ama wahenga hawaamini macho yao. Lakini kwenye hili kijana aliamini ya wahenga yana ukweli ndani yake, kwa sababu alikuja kutupa mbachao kwa msala uliopita. Nimemaliza.